Vita vinavyoongozwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vimeanza kwa kushtukiza na huku vikifanya maafa makubwa kwa upande wa Iran. Marekani na Israeli wakifanikiwa kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Pia wamefanikiwa kumuua binti wa Khamenei na mume wake na mjukuu wake. Lakini pia wamefanikiwa kuwaua majenerali wakubwa wa jeshi la Iran. Si mara ya kwanza kwa Israeli kufanya mashambulizi kama haya yakiwaua viongozi wakuu wa kijeshi na wa kiserikali. Kwa mtindo huo inamaanisha vitendo kama hivi vimekuwa vikijirudia na Iran walipaswa wajifunze na wachukue tahadhari. Sasa katika video hii tunataka tuangalie kwa nini vitendo kama hivi vinatokea na nini hasa kinachokuwa kinaiponza Iran. Kwanza nikianza, sababu ya kwanza ni kupuuza tahadhari. Si mara ya kwanza ambapo wanakuwa wanaona kitisho kilicho dhahiri lakini hawachukui tahadhari. Yaani mtu anaweza akatania kwa kusema ya kwamba wanapenda kuuawa. Kwa mfano, Marekani ilikuwa imesogeza theluthi moja ya meli zake za kivita, ikisogeza pia ndege nyingi sana kuelekea Mashariki ya Kati. Kwa maana hiyo ni ushahidi tosha kwamba Marekani ilikuwa ikijiandaa kwa ajili ya kufanya vita dhidi ya Iran. Sasa kwa mwendo huu, kiongozi mkuu wa Iran pamoja na makamanda wa kijeshi wa Iran walipaswa wachukue tahadhari kwa kutokaa maeneo ambayo yanaweza yakashambuliwa kirahisi. Kwa mfano, Irani wamekuwa wakijisifu kwamba wana mahandaki marefu kwenda chini kwa ajili ya kuweza kutunza silaha zao za kinyuklia. Vinu vyao vya kinyuklia kwamba viko chini sana kiasi kwamba hakuna mtu anaweza akapiga kwa silaha ya kawaida akaweza kuvidhuru. Lakini pia Iran wamekuwa wakitengeneza miji ya makombora ambayo wamekuwa wakisema iko chini ya ardhi kwa umbali mrefu, ambapo si virahisi kufanya shambulizi la haraka uweze kuviteketeza vyote. Kitendo cha kutengeneza mahandaki ya namna hii yanakupa nafasi ya wewe kuweza kujibu pale unaposhambuliwa. Kwa maana ya kwamba hautategemea tena njia moja tu kwamba iteketezwe afu ukose namna ya kuweza kulipiza kisasi. Lakini kwa mwendo huu tunapata somo la kwamba hawajali kuhusu viongozi. Wanajali zaidi kuhusu nyuklia na maeneo ya makombora, lakini kuhusu usalama wa viongozi wao hawajali. Aidha hawajali au viongozi wenyewe wanapuuza. Kwa mfano, iliripotiwa kwamba tayari Khamenei alikuwa ameshaanza kukaa ndani ya mahandaki. Na ikatajwa kwamba ndani pale Tehran kuna mahandaki ambayo yameunganishwa, ambayo yangekuwa ni salama kwake. Lakini baada ya siku chache akaja kuonekana akiwa nje eneo la wazi huko akisoma Qur'ani na watu. Hii inamaanisha kwamba alikuwa kama anatoa ujumbe ya kwamba haogopi chochote na anaweza kukaa nje. Lakini kitendo cha kutokuonesha hofu na kutokuchukua tahadhari kinaleta madhara pale unaposhambuliwa, kwa sababu wote mnashambuliwa na kuteketezwa kwa muda mfupi, na hii inazuia kufanya maamuzi kwa sababu watu wanaohusika na maamuzi wote wanakuwa wameshakwisha teketezwa. Kabla ya vita vya siku 12 baina ya Israeli na Iran, kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendeshwa na serikali ya Marekani na Iran wakijadili kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini mazungumzo hayo yalikwenda na bila kufikia hitimisho, na ghafla Israeli ikafanya shambulizi la kushtukiza na ikawaua majenerali wakubwa wa Iran. Katika shambulizi hilo Israeli ilidai ya kwamba ilikuwa ina nafasi kubwa ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Khamenei, lakini uongozi wa serikali ya Trump ilipinga wazo hilo
Leo hii ukitazama unagundua ya kwamba kulikuwa kuna mazungumzo yanaendelea baina ya Marekani na Iran. Hivyo Iran imekuwa ikiingizwa katika mtego wa kufanya mazungumzo. Na Iran wamekuwa wakikimbilia swala la kufanya mazungumzo kwa sababu wanaamini ya kwamba katika mazungumzo wataweza kuondoshewa vikwazo na wataweza kupata nafuu ya kiuchumi. Lakini hata hivyo inaonyesha ya kwamba imekuwa ndiyo mbinu ya Marekani kuandaa mpango wake wa kivita. Wanakudanganya ya kwamba njoo tufanye mazungumzo, lakini katika mazungumzo hayo wao wanakuwa wanajiandaa kukushambulia. Na kwa sababu nadhani wanaielewa Iran kwamba hawachukui tahadhari vizuri, basi wanajua kabisa ya kwamba kipindi tunafanya mazungumzo tunaandaa jeshi na watakapozubaa tunawashambulia na kuwamaliza. Na ndivyo imekuwa ikitokea mara kwa mara. Iran wanapokuwa wanajibu mashambulizi kwa kurusha makombora, Israeli na Marekani wameonyesha uwezo mkubwa wa kuweza kushambulia makombora na zile launcher, yale magari yanayotumika kubeba makombora hayo na kuyarusha. Israeli wamekuwa wakifanya hivyo mara kwa mara. Kwa mfano katika vita vya siku 12 walidai ya kwamba walifikia hadi uwezo wa kuweza kuharibu 60% ya hizo launch. Na leo hii Israeli inaendelea kutoa video nyingi sana zikionyesha kwamba wanashambulia hizo launch. Si swala tu la kwamba una idadi ya makombora mangapi, lakini pia una launcher ngapi. Unaweza ukawa na idadi ya makombora 3000 lakini una launcher 200. Hivyo huwezi kurusha zaidi ya 200 kwa wakati mmoja. Sasa kitendo cha Israeli kuwa wanashambulia hizo launcher ni pigo kwa Iran kwa sababu wanazuia uwezo wa wao kuweza kujibu mashambulizi. Sasa tutoe tofauti iliyopo baina ya namna ambavyo Iran wanaongoza misafara yao ya kwenda kurusha makombora na namna ambavyo Urusi wanafanya. Urusi wanaporusha makombora yao, kwanza unakuta misafara inayobeba makombora inakuwa imeongozana na mifumo ya ulinzi wa anga. Mifumo ya ulinzi wa anga inakuwa ina vikundi mbalimbali ikiwemo Siram. Siram hii ni mfumo wa ulinzi wa anga ambao unatumika kwa ajili ya kukabiliana na rocket, artillery na mortar. Artillery ni mizinga na mortar ni mabomu madogo madogo yanayorushwa kwa kutumia tube. Lakini mara zote Iran inaporusha makombora kunakuwa hakuna air defense kwa ajili ya kutoa ulinzi kwa zile launcher ili zisiweze kushambuliwa. Hili ni pigo pia na ni udhaifu mkubwa sana kwa Iran. Mpaka dakika hii hakuna ndege ambayo inaendeshwa na rubani ya Israeli au ya Marekani ambayo imedunguliwa. Jeshi la IRGC la Iran limesema limedungua drone za Marekani MQ-9. Kudungua drone sio shida sana kwa sababu kwanza haina rubani na wala haina soko kubwa sana kwa dunia kama ambavyo ukidungua labda jet kwa mfano kama F-35 au F-22 utakuwa umeharibu soko lake kubwa sana. Hivyo hii ni ishara tosha kwamba Iran hawana mifumo bora ya ulinzi wa anga. Lakini pia hawajaweza kudungua hata kombora moja la ballistic au la cruise la Israeli au la Marekani. Udhaifu mwingine ni kukosekana kwa jeshi la anga ambapo Iran haina jets za kisasa zaidi ya jeti za kizamani kama F4 Phantom na F5, lakini pia wana jeti kutoka Urusi kama MiG-29. Hizi zote ni jeti za kizamani sana. Kitendo hiki cha kukosa jeti inamaanisha kwamba unapaswa uwe na uwezo wa kushambulia kutoka angani. Sasa Iran wanapokosa jet kama hizi, wanakosa uwezo wa kushambulia kutoka angani. Naposema uwezo wa kushambulia kutoka angani inamaanisha kwamba haya makombora ambao wanayarusha leo hii kushambulia Israeli au kushambulia Bahrain na nchi zingine
wangekuwa na uwezo pia wa kuyarusha kutokea angani badala ya kutegemea kurushwa kutokea ardhini peke yake. Lakini pia hawana ndege kubwa zinazobeba rada zinazojulikana kama AWACS. Ndege hizi zinazobeba rada zinakusaidia sana kuweza kuona kila kitisho kinachokuja kwenye ardhi yako. Badala ya wewe kuwa unategemea rada pekee zilizopo ardhini, unakuwa una rada zingine ambazo zipo angani na zinakuwa zinaweza kuona tahadhari huku zikitembea. Sasa Irani hawana hivi vyote na hili ni pigo kubwa sana kwao. Lakini pia hata droni za Iran zinashindwa kuonesha makabiliano ya anga kwa anga. Kwa mfano leo hii Uturuki wana droni ambazo zina uwezo wa kudungua hata jeti na uwezo wa kukabiliana na vitisho vya angani vikidungua kutokea angani. Lakini droni za Iran mpaka dakika hii hazijaonesha uwezo wa namna hiyo.